The heart of Africa, the pulse of entertainment. Mwanabongo TV, watch the vision. Karibu Mwanabongo TV, mahali pa hoja nzito, maswali magumu, comedy zisizoacha mbavu zako salama na maswali ya ajabu. Usisahau kulike, subscribe na share. Sana kaka. Bwana, ndugu mtazamaji, habari za wakati huu? Nadhani uko waheri kabisa, wa afya tele. Tupo hapa na ndugu zangu. Hapa nilipita jana, lakini leo pia nilikuwa labda nipite tena kwa wadau wangu wale wa jana, naenda kuuliza tena swali lingine. Na wewe pia hapo ndugu mtazamaji, utaweka comment yako, na wewe una maoni gani juu ya swala hili ambalo naenda kueleza ndugu zangu pamoja sana. Bwana, kwanza habari za toka jana. Ushindi kabisa. Naona mambo yanakwenda kama kawaida kabisa kaka. Fresh na pendeza kabisa. Vipi mwanangu? Habari za miaka kidogo? Tunamshukuru Mungu. Pamoja sana. Sasa kwa mfano leo swali langu nasema hivi. Hivi kwa mfano wewe unaishi maisha ya kawaida tu. Ila kuna mwanao mmoja mtu wa dini sana. Sahihi. Wa kiume. Ila ukaona ngoja nimsomeshe shule ya hela kidogo. Sahihi. Anasoma wapi? Anasoma mkoani. Sasa kuna siku moja ulikosa jinsi ya kutuma hela ya ada kwenye akaunti yao ya shule. Sahihi. Kwa sababu mwanao walikuwa wanadaiwa kama milioni 1 hivi, kama na 200,000. Umeona Sasa ukasema hebu ngoja nimtumie kwanza mwanangu akaiwakilisha hela wapi? Shuleni. Wewe ulikopo una milioni 1, ukakopa 200,000, ukajazia pale, ukamtumia mwanao apeleke wapi? Shuleni. Hata mwisho wa siku yule mtoto akachukua hela akaenda kutoa sadaka. Limoni parangu. Akaenda kutoa sadaka. Hiyo kanisani ama akaenda kutoa sadaka yote milioni 1 na 200,000. Wewe kama mzazi utachukua hatua gani? Utaendelea kumsomesha au utafanyaje? Cha kwanza, unajua bwana, ila ndo mimi kila siku napendaga kusema kila mmoja ana mawazo yake. Sahihi. Sawa. Sahihi. Tangu jana. Kwa sababu unajua si kwanza tumeomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yake. Unajua thamani ya mtu utu sio kitu. Ndio. Kwa hiyo unapokuwa na utu tofauti na kitu. Sahihi. Sadaka ni moja hapo, pia ni njia kwenda mbinguni. Labda pengine kaona kwa mawazo yake akitoa sadaka ataenda peponi au elimu yake itakuwa zaidi. Kwa mimi kama mzazi, nitachukulia tu sawa. Sasa mwanao utafanyaje? Mtoto akinyea mkono huwezi kukata, na utaendelea kumsomesha au? Kwa sababu ndio kuna watoto hapo kibao wanachukua hela wanaenda wanapitia, mwingine anafanyaje, lazima kukuta mzazi ndio mwanangu. Sasa ukiangalia ndio mwanao peke yake unafanyaje? Sahihi. Ila angalia kaka, kipato ulichokipata. Sema mtihani mkubwa huo. Sahihi. Mtihani wewe mpaka umekopa kwa ajili ya kupata elimu, alafu mwisho wa siku kaenda kuitoa sadaka. Kweli wewe unapambana kwa ajili yake yeye. Sasa kuna vitu vingine inabidi akushirikishe ile mzazi, lakini ikajiamulia kwa kweli kabisa. Mimi ndio upande wangu, sababu mimi napenda na mimi mwenyewe nipige kiafsa. Kwangu mimi kwanza itakuwa uongo, lakini sio uongo sana, kwa sababu hapa mimi nishapigana huko na huko sasa kama unaweza kaka bonde kitu ushauri kama mwana anaweza, ila sasa mcha kufanya mtoto tunaweza nikamuita afu namwambia muite na mchungaji, niulize kweli mchungaji mzigo ulitoka kweli? Yaani sababu kuna mchezo mtamuita mchungaji na kweli mchungaji kaziisha bwana mtukatoa, basi namwachia mwenyewe mtoto kwa imani na mtoto, ila hata itakuwa kwa mbinde, ila hata hata siku 2-3 hapo mwenyewe kwa upande wangu mwenyewe kwa upande wangu anaweza kumuita mchungaji nije nizukane, akiniambia kwamba hela imetolewa, basi tuna yani ile bwana bro tunaendelea kumsomesha. Ndio hapo unakuja kumata ila ushaikopa, ila ulikuwa na milioni yako ukakopa 200,000. Shida inakuja huna hela tena. Inakuja sasa ishaingia mikononi, hiyo mikono ishaingia kwenye sadaka, utaichukuaje tena? Sasa hebu wewe unakuja. Hani kwa upande wangu mimi. Sahihi. Sema kweli bwana. Mashamba nayo mengi. Sahihi. Yaani mashamba nayo mengi na kutosha. Mwanangu wewe. Umeshafanya upumbavu, umeshafanya ujinga. Umetoa sadaka, hujatoa sadaka. Nyembe hapa ingia shambani kulima. Hamna maneno marungu. Nzuri. Alafu ile pesa ile ningepeleka shambani. Ndugu yangu ningekuwa wapi?
Hiyo nzuri. Watu wanakilanga na kuunganisha na Mungu. Hiyo kitu kingine. Yeye ulizopoteza nyumba. Kuna kitu kingine mtoto anaweza akafanya, akasema, "Oh baba, sisi nimetoa sadaka," lakini watoto sasa hivi wajanja. Wauni kweli. Ila kwa upande mwingine kama mimi, kwa upande kuna mzuri kwa ukimpeleka chaka, lazima kwanza umwadabishe. Akalime kwanza. Sasa utakuwa ila nayo kwa jinsi alivyosema hata mkuu, unaweza ukampeleka kweli chaka na mtoto sio mpambanaji, lakini kikubwa ndio mimi nakwambia kuna vitu vingine, kwa sababu bro aujourd'hui aussi c'est un autre chose. Sasa mkikubwa unachofanya mtoto sikisha kwa mtukutu licha kupoa, ila na bro dunia ndio ilivyo, unaweza tena ukabless ukachukua tena huku geto laweza likauzwa. Yani kwa sababu mtoto napo Mungu alivyotugei huku, lazima upambane kwa vyovyote vile, kwa sababu akiharibika kuna mchungu kulaumiwa wewe. Cha kufanya mimi naweza nikamuuliza tena vizuri, bwana mwanetu, sio shukuru na mchungaji, hasa sasa hivi unataka uendelee na masomo au wewe sasa hivi umesha bwana mimi kufaza sio unajua bwana zile au babarani bwana faza sema bro nzuri sana, au unaweza kutumia mchungaji kabisa. Basi hata mimi mwenyewe nzuri bwana mchungaji, kuanzia leo ndugu janja tutakutana mbinguni, kwa sababu tutakutana, sije kutoa sadaka milioni 1 hapo mwanangu hata milioni 1 kweli. Mungu yani hapo sasa ni kweli Mungu na mzungu, ila Mungu kwa sababu hapo mtoto kule anachonganisha wewe na Mungu, na kama kufugodi yeye anapigania hana noma hiyo, na kama ukitoa 200,000 kidogo, hii 200,000 ni kupambana, hata huku tungeuza hata korosho. Sasa hivi sio tunapanda mtaani, wakija tu tunavuna, lakini sasa una korosho au na nini, mtoto bro mimi na mchungaji ishi naye mpaka nikuvutie wewe ndo mrudishe, kwa sababu hapo bro naweza nikajikatata miaka hii mtoto simpigii kutokanisha na Mungu na balaa kweli. Sahihi. Kwa mimi kwanza nitakuwa kwa mchungaji kama hivi. Na kama katoa msikitini wanasema bwana, mimi wa maiki na kifaya na tulia. Kama yuko msikitini. Kama msikitini wanatafuta licha ya imamu. Sema kama kanunua vifaa. Mimi mwenyewe, yani hata mimi mwenyewe baba mtu nilikuwa mtukutu, siendi sana msikitini. Maiki sui na nini zishanunuliwa. Naenda bro mimi mwenyewe naenda kupaza sauti. Hii nafika simzigo wa mwanangu, kwa sababu mwanangu alitoa milioni 2 kaleta msikitini, lakini sasa kikubwa si yote. Basi leo naswalisha mzee. Kwa bro lazima kwanza hata mchungaji mwenyewe umepiga sana ndugu yangu. Bwana pamoja sana ndugu yangu, na itazama hapo. Endelea kutufuatilia, kuna mambo makubwa zaidi yanakuja, lakini pia usije kuweka maoni yako chini hapo. Ingekuwa wewe ungefanyaje? Au vipi? Pamoja sana. Welcome to Mwanabongo TV, your home for engaging African stories and entertainment.